usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, amewasilisha maombi Mahakama Kuu ya Tanzania akiomba kuunganishwa kama mdaiwa kwenye shauri namba 8323/2025 maarufu kama shauri la mgawanyo wa mali za Chadema lilofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Zanzibar, Saidi Isa Mohamed na wenzake. Maombaji mengine katika shauri hilo ni Maulda Anacom, Ahmed Rashid Hamisi, wajumbe wa bodi wa dhamini wa Chadema. Mkurugenzi wa sheria wa Chadema Gaston Garubindi amethibitisha kuwa Lissu ameomba kuongezwa kwenye shauri hilo kama sehemu ya mjibu maombi kwa kuwa shauri hilo linahusu Chadema, naye ni mwenyekiti wa chama hicho. Maombi ya Lissu tayari yameshawasilishwa mahakamani na hatua inayosubiriwa kwa sasa ni kuitwa kwa mujibu wa maombi, yaani summons, kabla ya kuanza kwa taratibu rasmi za kusikiliza maombi hayo. Haya hapa ni mahojiano ya mwanahabari wetu kutoka hapa Mwanahalisi Digital na mkurugenzi wa sheria wa Chadema wakili Gaston Garubindi kuhusiana na maombi hayo. Ni hakika. Unajua ni hakika kwamba mwenyekiti amewasilisha maombi ya kuomba kuunganishwa kwenye kesi ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama taifa kwa upande wa Zanzibar, Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili. Mheshimiwa mwenyekiti anaomba kuunganishwa kwenye shauri hilo kama mjibu maombi ili akaungane na bodi ya wadhamini wa chama na katibu mkuu wa chama kama wadaiwa kwenye shauri hilo. Sababu za mheshimiwa mwenyekiti kuomba kuunganishwa pia zimeelezwa kwenye kiapo chake ambacho amekiambatanisha pamoja na maombi hayo, na yeye anaamini kwamba kwa uzoefu wake ambao ametumia ndani ya chama hicho na kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa chama ambaye anakuwa ni mwenyekiti wa kamati kuu ya chama, anakuwa ni mwenyekiti wa baraza kuu la chama na anakuwa ni mwenyekiti wa mkutano mkuu wa chama, vyombo ambavyo vinafanya maamuzi ya kisera na ya mgawanyo wa madaraka, basi anadhani ana jambo la kusaidia mahakama ili iweze kutenda haki kwenye shauri hilo la mgawanyo wa rasilimali. Kwa hiyo kwa sababu hizo amewasilisha maombi kwa Tanzania ya kuomba sasa na yeye aunganishwe kwenye shauri hilo. Maombi hayo yalishasajiliwa na yalishapokelewa. Kinachosubiriwa tu ni taratibu wa ndani tu wa kiofisi hapo mahakamani kwa kutoa haki ya wito na kuwapa wajibu maombi sasa kwenye maombi hayo, ili waweze kuona kwamba kuna mtu ameleta maombi anaomba kuunganishwa. Endapo kuna mtu ana pingamizi lolote, basi ataweza kuwasilisha na mahakama itapanga ratiba ya kusikiliza maombi hayo kulingana na kalenda yake. Kwa hiyo ni kweli kwamba maombi hayo yatawasilishwa. Na pengine Lissu utaratibu wake wa kuhudhuria mahakamani ule akitokea mahabusu. Utaratibu sasa wa kuhudhuria mahakamani utaamuliwa na mahakama, kwa sababu mahakama yenyewe inajua kwamba mtu huyo yuko mahakamani, yuko mahabusu. Na naomba ieleweke kwamba kukaa kule hakumaanishi kwamba yeye ni mkosaji. Ndio maana yuko kule kwa sababu shauri lake halijahitimishwa wala halijafika sehemu nyingine. Kwa hiyo hawezi kunyima haki zake za msingi kwa sababu tu ni mtuhumiwa. Yaani baidini mtuhumiwa haimaanishi kwamba tayari umeshahukumiwa. Kuna ile presumption of innocence ambao kila mtu anachukuliwa kwamba sio mkosaji mpaka mahakama itakapoamua yote. Kwa hiyo maisha mengine yanaendelea. Mahakama itafanya arrangement na magereza wataambiwa kitu cha kufanya. Kama mtu ana kesi zake nyingine zinaendelea, atapaswa kufikishwa mahakamani kwa mujibu wa taratibu tu ambazo zipo. Zitatumika hizo kuhakikisha mwenyekiti anafika. Na hadi sasa hana maelekezo yoyote kwa wakili yoyote kwa ajili ya kumwakilisha kwenye shauri hilo. Ameomba yeye mwenyewe na atafika mwenyewe mbele ya mahakama kwa ajili ya kueleza au kwa ajili ya kuendesha maombi hayo. Atawakilisha yeye mwenyewe na hajaajiri wakili yoyote kwa ajili ya kwenda kwa niaba yake huko mahakamani. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.